na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Na Yesu apewe sifa. Amen. Natumaini tumebarikiwa sana. Amen. Na Mungu anaendelea kuzungumza na watu wake. Amen. Kwa hiyo leo nataka tuendelee katika masomo yetu. Bila shaka najua kwamba tunapita masomo mengi sana. Na kama nilivyosema siku ya kwanza tulipogusa kwenye somo ya Mungu, tungeweza kutumia wiki nzima kusoma kuhusu Mungu, si ndio? Na pia kuhusu masomo haya mengine tungeweza kutenga muda zaidi, hata wiki au nini, kuchunguza zaidi maandiko na kusoma zaidi, si ndio? Lakini kumbe muda tulionao ni mdogo, kwa hiyo tunajaribu kupitia kwa haraka hivyo. Naamini kwamba vitabu hivi tunavyo. Kama tutakuwa na muda nyumbani tunaweza kupitia pia kwa utulivu zaidi na kusoma zaidi, kwa sababu unajua mimi pia ni mwalimu wa Kiingereza huko Zanzibar, na napenda sana kuambia wanafunzi wangu, unajua ukitaka kujifunza Kiingereza sawa, utaenda kwa mwalimu atakufundisha, lakini pia nitawapa na nyie jukumu, kwa sababu ukitaka kujifunza, kuna wanafunzi wengine unawagundua kwamba hawapo kimasomo. Unajua pale Zanzibar tunaishi karibu na pwani. Unajua pale pwani kuna watu wengine wanaenda pwani kupunga upepo, wana relax, wana refresh mind, wana enjoy. Lakini kumbe kuna watu wengine wanaenda kupiga mazoezi. Na vile vile darasani unakuta kwamba kuna wengine wanakuja kupunga upepo. Wanaangalia mwenzake, wanaangalia amevaa nini leo? Yuko vipi? Ana story gani leo? Kuna wengine ambao wamekuja kwa nia ya kusoma, si ndio? Kwa hiyo natumaini kwamba sisi tumekuja kwa lengo la kusoma, na tukiwa tuna lengo hiyo, najua kwamba Mungu atatujazi zaidi. Kama neno la Mungu linavyosema kwamba heri mwenye njaa na kiu ya haki. Na vile vile Yesu alisema bisha mlango, si ndio? Na itafunguliwa, si ndio? Kwa hiyo ina maana kwamba pia sisi kila mmoja wetu tuna jukumu letu, si ndio, katika kusoma. Kwa hiyo na nitaka kuleta hiyo kama kuwahamasisha kidogo kwamba na nyie pia jaribu kuingia katika masomo wenyewe, mwezi kufahamu zaidi masomo hayo, kwa sababu muda tulionao hapa ni mfupi na kweli hautoshi, lakini ukiwa na nia ya kusoma, Mungu kwa kweli atakufungulia zaidi. Sasa hivi tunataka kuingia katika somo katika kitabu, ni kitabu cha 3, na ni somo la ushindi. Ni somo la mwisho katika kitabu hichi cha 3, ushindi, somo la 7, ambao tunaukuta katika ukurasa wa 53. Labda niandike tu hapa. Somo ni kuhusu ushindi. Sasa tunapozungumza ushindi, nafikiri ni neno ambalo linafahamika, kushinda, si ndio? Sasa nitaka tufikirie kidogo, sisi kama Wakristo tunamfuata nani? Yesu, si ndio? Sasa Yesu alishinda au hakushinda? Alishinda, si ndio? Na inatakiwa sisi Wakristo kama wafuasi wa Kristo tufanye nini? Tushinde. Kwa hiyo bila shaka kushinda ni muhimu sana sana. Ukifungua katika 54 hapa ina madokezo muhimu kwa kusoma. Napenda kitu kimoja hapo wametufungulia kwa urahisi. Inasema maswali mengi katika mtihani wako
yametolewa katika vifungu hivi, hasa somo Warumi 6:1-23, Warumi 8:1-13, Wakolosai 3:1-17 na waraka wa pili wa Petro 1 sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 11 ambao zimeorodheshwa hapa. Unajua, kama mwalimu kawaida nikiwaambia wanafunzi wangu kwenye mtihani wenu mtakuta mambo hayo, wanaanza kusikiliza kidogo. Nini kitakuwa kwenye mtihani? Okay. Basi wanakuwa makini zaidi. Kwa kumbe katika masomo hayo vifungu hivi vya Biblia ndio vinakuwa vinahusu zaidi hiyo somo. Leo hatutapata muda labda kuvipitia vyote, lakini ningependa tuanze na hiyo ya kwanza ambayo imeelezewa hapa, Warumi 6, Warumi sura ya 6, tukisoma mstari wa kwanza mpaka 6. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6 inasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kumbe tunapozungumza swala la ushindi ni kuhusu swala la dhambi. Sawa? Tunajua kwamba sisi tuko katika ulimwengu huu na kila siku tunakutana na dhambi katika mazingira yetu, si ndio? Na hiyo dhambi kwa kweli inakuwa ni shida sana. Na kusudi, kama tulivyosoma katika somo kuhusu tiba ya dhambi, kusudi la Yesu kuja duniani ilikuwa nini? Kusudi la Yesu kuja duniani ilikuwa ni nini? Kukomboa. Katika Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21 inasema kwamba alikuja kuwaokoa watu wake na dhambi. Sawa. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe dhambi hiyo haitakiwi. Kama tulivyosoma hapa katika Warumi, dhambi hiyo haitakiwi. Kama inasema mstari wa kwanza, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sasa nataka labda kwanza tuangalie hapa kwenye mstari kwenye ukurasa kwenye vitabu vyetu 56. Inasema samahani, labda nianze hapa kwenye 55. Inasema kusudi la somo ya kwanza. Kusudi la kwanza la somo ni kuonyesha umuhimu wa kuwa huru kutokana na dhambi. Kusudi la kwanza la somo ni kuonyesha umuhimu wa kuwa huru kutokana na dhambi. Sawa? Kama tulivyosoma katika Warumi, dhambi haitakiwi. Kusudi la pili, kumsaidia kila mmoja aishi katika ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kumsaidia kila mmoja aishi katika ushindi. Haleluya. Alafu tukifungua kwenye mstari kwenye ukurasa wa 56. Inaingia kwenye mpangilio wa somo. Hapa ushindi unahitajika. Ya kwanza hiyo ni ushindi unahitajika.
Kwa hiyo kumbe ushindi unahitajika. Nitoe mfano moja ambao Yesu ametoa katika Luka sura ya 14. Injili ya Luka sura ya 14. Labda mtu ambaye ameweza kufika hapa atatusomea Luka sura ya 14 mstari wa 34. Luka 14 mstari wa 34. Chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itiwe nini ikolee? Asante. Soma na 35. Nasema haifai nchi wala njaa, watu itupa nje, mwenye masikio kusikia na asikie. Asante. Sasa tunajifunza kitu gani hapa? Yesu anasema kwamba chumvi ni kitu chema. Chumvi ikiwa imeharibika itiwe nini? Ikolee. Sasa tunapozungumza ushindi, tunamaanisha kwamba kushinda dhambi katika maisha yetu. Na Yesu kusudi lake kuja duniani ilikuwa kwamba atuokoe kutoka kwa dhambi zetu. Sasa tufikirie basi kwamba Mkristo ambaye anasema mimi namfuata Kristo, lakini bado ana dhambi katika maisha yake, atakuwa mtu wa namna gani huyo? Sio atakuwa kama hiyo chumvi. Sio atakuwa kama hiyo chumvi ambayo haina ladha tena, imeharibika. Tutolee mfano kidogo. Unajua mchanga haifai kula, lakini inafaa kujenga. Sawa. Ikiwa chumvi tunatia kwenye chakula, tunapata ladha nzuri, inakolea chakula, si ndio? Lakini tuseme kwamba hiyo chumvi haina ladha tena. Tukitia kwenye chumvi hatupati faida, au sio? Na je, utajenga kutumia chumvi? Je, chumvi ni mbolea? Je, chumvi hiyo ambayo haina ladha tena itafaa nini? Yesu alisema haifai nchi wala njaa. Unajua kuna mambo mengine ambayo unaweza kuona hii ni taka. Kama labda kinyesi cha kuku au sijui tufananishe nini, kitu ambacho tunasema hii ni taka, hii hatutaki, lakini kumbe ni mbolea, unaweza kutumia. Lakini Mkristo ambaye ana dhambi katika maisha yake hafai nchi wala njaa. Sawa? Huyu hana faida yoyote. Huwezi kujenga, huwezi kutumia kwa mbolea, huwezi kutumia kwa chakula, haifai kabisa. Sawa jamani? Ushindi unahitajika. Kwa sababu tunapozungumza na watu, wanapochunguza maisha yetu, tunasema tunafuata Yesu Kristo, tunasema Yesu amekuja kutuokoa kutoka kwa dhambi zetu, halafu wanaona kwamba maisha yetu haendani na hiyo picha tunayojaribu kuleta. Sawa? Bado kuna dhambi. Wanaanza kushangaa. Wanaanza kusema kwamba huyu Kristo vipi, hana nguvu, au tatizo liko wapi? Tunaanza kupaka matope kwenye jina la Yesu Kristo. Jamani, haitakiwi. Ushindi unahitajika sana. Kwa sababu tusipokuwa na hiyo ladha halisia, watu watakosa picha ya Ukristo ni nini, na hawatakuwa na picha nzuri kuhusu Yesu. Kwa hiyo bila shaka tunaweza kujifunza kwamba ushindi unahitajika sana. Tukiendelea hapo kwamba 57 katika kama katikati hapa kuna mistari hapo inasema, mistari ifuatayo yaonyesha kwamba Mungu anataka tuishi juu ya dhambi katika ushindi. Katika waraka wa kwanza wa Petro hapa imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Halafu inaendelea Warumi 6:12, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkizitii tamaa zake. Tulikuwa tunasoma katika Warumi sura ya 6,
tukiendelea hapo kama inavyosema 12 na nitasoma mpaka 18. Warumi 6 kuanzia 12 hadi 18. Nasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Tushazungumza kidogo kwamba sawa, dhambi zipo kama inavyozungumza katika waraka wa kwanza wa Yohana pale, kwamba mtu anaweza akaanguka na tuna mwombezi ambaye ni nani? Yesu Kristo, si ndio? Lakini hapa anasema kwamba haitakiwi kwamba dhambi itawale. Sawa? Kuna wengine wanaishi maisha ya dhambi na dhambi inatawala. Badala yake tunatakiwa ushindi, Yesu atawale, si ndio? Katika maisha yetu. Hamjui ya kuwa katika 13, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. Na tunaposema tuko chini ya neema, tunapaswa kukumbuka kwamba hiyo neema ya Mungu ni kama nguvu ambayo inatuwezesha. Ni neema ya Mungu ambayo inakuwa kwa upande wetu, ambayo inatusaidia. Kwa sababu tunapozungumza neema, watu wengine wanafikiria kwamba neema ni kama Mungu anaachia tu dhambi. Neema ya Mungu haizungumzi kwamba unaendelea na dhambi. Neema ya Mungu ni kwamba Mungu anazungumza na wewe ambaye umekuwa mfu, ambaye ulikuwa mwana wa shetani, kama tulivyozungumza juzi kuhusu mtenda dhambi. Anazungumza na wewe, anakupa neema, anakuwezesha uwe mwana wake. Hii ndio neema ya Mungu. Ni baraka sawa, ni zawadi sawa, lakini hiyo zawadi yenyewe inatuwezesha. Amina. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba kumbe tuko sio chini ya sheria, kwa sababu tukijaribu kupambana na sheria sisi kama sisi bila hiyo neema ya Mungu, tutashindwa. Lakini kama tuko chini ya neema, Mungu anatuwezesha. Kama inasema 15, ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? La hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, iwe ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au iwe ni utumishi wa utii uletao haki. Unajua, kama tushaongelea kabla, kwamba kuna falme mbili. Kuna falme mbili. Kwa hiyo hapa anasema kama utajitoa kwa shetani, utakuwa mtumwa wake shetani, na utakuwa unafanya dhambi kwa mapenzi yake shetani, si ndio? Ukijitoa kwa Mungu, utakuwa mtumwa wake wa nani? Wa Mungu, na utafanya haki kwa mapenzi yake Mungu. Kuna mabwana mawili, au tunaweza kusema kwamba kuna falme mbili, na wewe utakwemo ama kwenye upande wa Mungu ama kwenye upande wa shetani, na maisha yako inakudhihirishia kwamba uko wapi. Kama dhambi inaendelea kutawala katika maisha yako, nani anatawala? Shetani. Kama haki inatawala katika maisha yako, tunajua kwamba nani uko chini ya utawala wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kumbe hapa tunajifunza mambo mengi hapa tukisoma katika neno la Mungu. 17 inasema, lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. 18, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe tunaambiwa hapa wazi wazi kwamba tuko chini ya utumwa huo wa shetani, tumewekwa huru.
lakini si uhuru kwamba sasa tunaanza kujimiliki wenyewe, au sio? Neno la Mungu linasema kwamba mmenunuliwa kwa damu ya Yesu. Nunuliwa kwa thamani, nafikiri inasema pale, kwa bei ya thamani. Kwa hiyo pale inasema kwamba tumenunuliwa. Kwa hiyo tumewekwa huru sawa na shetani, hatuko chini ya kukandamizwa na shetani. Shetani ni bwana ambaye anatukandamiza na anatuumiza, na ambaye ni bwana ambaye tunaweza kusema mkatili. Yesu alisema, "Njooni kwangu, jifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo." Sawa? Kwa hiyo kumbe tumewekwa huru, lakini tumenunuliwa. Bado tuko chini ya utawala wa Yesu. Lakini kumbe Yesu ni Bwana ambaye ni mnyenyekevu, mpole na mzuri kabisa. Kwa hiyo tunaweza kufurahi kwamba ingawa hatuko chini ya utumwa wa shetani, bali tuko chini ya utumwa wa Yesu, ambayo sio kama utumwa. Yesu alisema, "Sitawaita watumwa, nitawaita marafiki." Kwa hiyo kumbe Mungu, Yesu ametuweka nafasi ambayo hatukustahili. Amina. Ushindi unahitajika, kwa sababu tukiona dhambi katika maisha yetu inadhihirisha kwamba hatuko chini ya utawala wa Yesu. Ushindi kweli unahitajika sana katika maisha yetu. Pointi ya pili ambayo tunaiona hapa, pointi ya pili, umeona ni nini hapa, watu wa Mungu? Ushindi umetolewa. Sawa? Pointi ya pili, ushindi umetolewa. Kwa hiyo kumbe, unajua wakati mwingine tunaambiwa tufanye kitu ambacho hatuna uwezo nayo. Sijui ushawahi kuambiwa kitu kama hicho? Labda kwamba umeambiwa jaribu kuinua hicho kitu. Sawa? Umejaribu kwa nguvu zako zote, lakini umeshindwa. Inaonyesha kwamba umeambiwa ufanye kitu ambacho huna uwezo nacho. Kumbe Mungu anatuambia kama tulivyosoma kwamba tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Sawa? Tunaweza kuona mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Hii ni mzigo mkubwa au sio mzigo mkubwa? Ni mzigo mkubwa sana. Mungu ni mtakatifu na halafu sisi ni binadamu, si ndio? Ni kama kuambiwa kwamba uinue hicho kitu ambacho ni nzito sana, unashindwa, si ndio? Lakini kumbe hapa tunajifunza kwamba ushindi umetolewa. Kwa hiyo hicho kitu ambacho inaonekana tutawezaje sasa? Tutawezaje sasa kushinda wakati miili yetu ni dhaifu? Wakati siku zote tunaanguka katika dhambi. Tutawezaje sasa? Lakini Mungu hajatuacha bila ya neema yake na bila ya msaada kutoka juu. Tukiona hapa inasema, tukisoma kidogo tu hapa 58, ushindi umetolewa. Mungu katika hekima yake aliona kwamba tunahitaji usaidizi ili tudumu kuwa washindi. Tunahitaji usaidizi ili tudumu kuwa washindi, sio kwa uwezo wetu wenyewe ili tuendelee katika ushindi, lakini tukifanya sehemu yetu ya kuwa waaminifu na watifu, Mungu anaweza kutekeleza mpango wake katika maisha yetu. Kwa hiyo kumbe sio sisi tena, lakini Mungu. Mungu anaweza. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba ushindi umetolewa. Ushindi umetolewa. Sasa kuna mistari hapa ambayo inaelezewa hapa. Inazungumza ushindi huo, na hapa kuna mstari hapa ambao inatakiwa tujaze. Nataka tufungue Biblia zetu. Yuda 24, tujiandae hapo.
Yuda itakuwa Yuda ni sura ya kwanza. Yuda haina sura. Yuda mstari wa 24. Tukikuta hapa tunaweza kujaza vifungo hivi katika kitabu chetu. Tusome sote pamoja hii katika waraka wa Yuda mstari wa 24. Ni mstari karibu na mwisho pale. Tusome kwa pamoja. Yuda 24 inasema, yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Tuseme tena. Yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Nani anaweza? Yesu. Ni Mungu. Mungu anaweza. Kwa hiyo tunaona kwamba yeye anaweza kutulinda sisi, si ndio? Tusijikwae. Mungu tukiwa tunajinyenyekeza chini ya utawala wake, atatuinua. Tusijikwae. Sawa? Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Inaendelea, yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amina. Kumbe Mungu wetu ni wa ajabu sana na ana uwezo kubwa. Tukifungua sehemu nyingine hapa, kuna mstari mwingine hapa ambao nataka tujaze. Tunaweza kuikuta Waebrania sura ya 7. Labda tujaribu kufika hapa. Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Waebrania sura ya 7 25. Tujaribu kufika hapa. Alafu tujaribu kusoma pamoja. Inasema, naye kwa sababu hii anaweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Turudie tena. Naye kwa sababu hii anaweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Na unaweza kujaza pia hizo sehemu katika kitabu chako. Ni mistari miwili mizuri sana. Anaweza kuwaokoa kabisa. Na tukiokolewa kabisa inamaanisha kwamba hakuna sehemu kidogo kile ambacho bado umekuwa ina utata, si ndio? Umeokolewa kabisa. Unajua kuna watu wengine wanaokolewa au wanasema wameokolewa na halafu unagundua baadaye kwamba bado wana hirizi au bado wana kitu fulani ambacho hawaja kuambia hapo kabla, si ndio? Baadaye labda Mungu anaanza kusema nao na kuwafungulia zaidi kwamba kumbe hicho kitu sio. Mungu anaweza kutuokoa kabisa, isibaki kitu katika maisha yetu ambayo ni kinyume na mapenzi yake. Naamini kwamba sisi sote tunapoanza kumfuata Yesu ni kama watoto wachanga, si ndio? Pale mtoto mchanga hawezi kutembea. Je, tunakasirika, tunamnyima chakula kwa sababu hawezi kutembea, hawezi kwenda shambani? Hatufanyi hivyo. Tunaona kawaida, tuna furaha sana, kubwa sana kwa huyu mtoto. Tunampa chakula kizuri tu ili aendelee kukua, si ndio? Na Mungu vile vile anajua kwamba huyu
kwa kweli ameokolewa, ananiamini mimi, ameweka moyo wake kwangu, lakini bado kuna mengine bado. Lakini Mungu haoni tabu kama unaendelea kukua. Sawa watu wa Mungu? Kwa hiyo tunapozungumza ushindi ni kama vita. Unajua katika vita sio kwamba nchi ile ambayo inashinda itashinda katika siku moja. Sio kawaida hiyo. Sio kawaida. Bali inachukua muda. Wanaweza wakateka mji huu leo. Sawa? Ni ushindi, wameshinda sehemu moja. Sawa? Lakini bado vita inaendelea, si ndio jamani? Wakati tukiwa hai, wakati shetani bado yupo, vita inaendelea. Tunaweza tukateka mji huu. Tunaweza kusema kwamba tunashinda, si ndio? Na ushindi unaonekana katika maisha yetu. Lakini tusipoendelea kukua, tusipoendelea kuokolewa kabisa, tunakuwa kama mtoto amefika sijui miaka miwili, anasimama hapo, haendelee kukua, anadumaa. Kumbe huyo tunaanza tumfanye maombi, tumpeleke kwa daktari, tumfanye nini huyu miaka miwili sasa, ana miaka 5 bado size hiyo. Nini sasa? Haitakiwi. Kwa hiyo ushindi, tunapozungumza ushindi, labda katika maisha yako unasema ningependa kushinda, lakini kwa kweli unajua kuna mambo mengi. Usione hivyo. Angalia kwamba leo nimeteka mji huu. Mungu atakuwezesha kila siku kwa vita utakayokabili siku hiyo. Usiangalie mambo yote kwamba kuna mji huu na mji huu, kuna dhambi hii, kuna changamoto hii, kuna changamoto nyingine. Angalia kila siku. Neema ya Mungu inakutosha kwa kila siku. Kwamba Mungu ni mwaminifu, kama inavyosema katika waraka wa kwanza wa Korintho pale, kwamba ni mwaminifu, hajawahi kutuletea jaribio ambayo inatuzidi sisi. Sawa? Bali anatufungulia na mlango wa kutokezea pale. Kwa hiyo tunapozungumza ushindi, tunazungumza kitu ambacho ni endelevu. Ni ushindi ambao unaendelea. Na hapa tumezungumza ushindi umetolewa. Kama tulivyosoma hapa, yeye ana uwezo wa kutuokoa kabisa. Wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote. I say, Yesu yu hai siku zote. Awaombee. Kwa hiyo kumbe sisi kuna wakati mwingine katika maisha yetu ya Kikristo labda tumesinzia kidogo. Yesu hajasinzia. Yesu yu hai, anatuendelea kutuombea. Anasema huyu mwanangu sijui imempata nini, anasinzia. Lakini Yesu anakuja, anatuombea na anaendelea kutuita, njoo. Na kwa neema ya Mungu tunaamka tena, tunaona nimepotea, tunatubu, tunaendelea kushinda. Siku zote sio kwamba tutaona kwamba leo nimeshinda. Siku nyingine utaona leo nimeshindwa. Sawa? Unaweza kuona leo shetani amenivamia. Leo shetani ameniweza. Hapo sio kwamba tu surrender. Hamna kusema kwamba hapo basi imekwisha. Hapana. Ushindi umetolewa. Mungu anaweza. Kwa hiyo inasema kwa wale wamjiao, si ndio? Maanake tumjie kila siku. Maanake kwamba tuendelee kumwomba Mungu. Mungu, katika hicho kitu nahitaji msaada wako. Nahitaji kufunguliwa zaidi. Pamoja na wenzetu pia katika imani tunaweza kuwashirikisha na wao kwamba nisaidie katika jambo hilo. Ushindi unawezekana. Ushindi umetolewa. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe ushindi unahitajika. Kumbe
ushindi umetolewa. Kwa hiyo hakuna sababu kwa sisi wa Kristo kuendelea kusema unajua maisha imenikuta vibaya kidogo, unajua kwamba mwili wangu ni dhaifu, unajua nina tatizo hili fulani hivi, siwezi kushinda katika jambo hilo, siwezi kitu hicho. Mungu anaweza. Tusimfanye Mungu kuwa dogo, tusimfanye Mungu kuwa hawezi. Mungu alisema mtakuwa watakatifu kama mimi ndio takatifu. Kwa kumbe Mungu hataki kwamba tuendelee kuwa mtoto mdogo ambaye hakui, bali kila siku tunaendelea kukua zaidi. Kila siku katika vita hii ya kiimani tunapiga hatua, kwamba leo tunateka mji huu na siku nyingine tunateka huko, kwamba kila siku tunazidi kufanana zaidi na zaidi na Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo tukiendelea hapa katika hiyo somo, tunafika ushindi umetolewa hapa kama mwisho wa somo wa ushindi umetolewa. Kuna kama mistari kadhaa hapa ambayo imeelezewa, ambayo inatufundisha kitu ambacho ni muhimu sana kuelewa. Inasema Biblia haifundishi usalama wa milele usio na masharti. Inawezekana Mkristo kutenda dhambi na amwache Bwana. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu ushindi, tunapozungumza kama mistari hii tuliyosema kwamba Mungu anaweza kutusimamisha mbele ya yani Yuda, vile tulivyosema, yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Haimaanishi kwamba Mungu atafanya kazi zote. Haimaanishi kwamba Mungu ndiye atafanya hayo yote na sisi hatuna cha kufanya, kwamba umwamini Yesu, wewe tayari, wewe jina lako tayari mbinguni ishaandikwa, hatufanye vipi, tayari umeokoka wewe. Sawa, umeokoka, lakini inabidi kama tulivyozungumza kuendelea. Sawa? Biblia haifundishi kwamba umechukuliwa kutoka ufalme ya shetani na kuwekwa katika ufalme wa Mungu, kwamba hapo utabaki hapo. Bado una hiari, unaweza kurudi huko. Sio kwamba shetani anaweza kukuchukua, hapana, shetani hawezi kukuchukua. Ni wewe mwenyewe. Ukiamua unaweza kurudi huko. Lakini tunapozungumza kwamba Mungu ana uwezo. Tunapozungumza kwamba Mungu anatuombea. Mungu yuko upande wetu. Lakini sisi tukimkana, kama tulivyozungumza tayari nafikiri katika Waebrania, katika kipindi cha maswali pale, kwamba kumbe mtu anaweza kufanya dhambi kusudi. Anaweza kumwacha Mungu na kurudi. Labda tusome tu mistari michache pale katika Waebrania, ingawa tumewahi kusoma kidogo katika kipindi kile cha maswali. Waebrania sura ya 10:26 hadi 29. Waebrania sura ya 10:26 hadi 29. Inasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo inadhihirisha wazi kwamba wapo ambao wanaweza kupokea neema, wanaweza kumwamini Kristo, lakini bado wameamua kwamba wafanye dhambi kusudi. Kwa hapo haibaki tena. Ni hatari sana. Kwa ushindi unahitajika na ushindi umetolewa, lakini bado ni juu yetu kuendeleza ushindi. Kuendelea kama inavyosema kumjia Mungu. Inasema kwamba naye kwa sababu hii aweze kuwaokoa kabisa wao wamjiao. Maana yake kama hatuendelee kumwendea Mungu, hatuendelee kumjia pale, sisi ndio kosa letu. Lakini tunapoendelea kuja kwake,
anatupa nguvu hizo. Amina. Na Yesu katika Injili ya Yohana sura ya 10 alisema kwamba hakuna anayeweza kupokonya katika mikono ya Baba yangu. Baba yangu ni mkuu kuliko wote. Sawa? Na hakuna ambaye anaweza kuwapokonya katika mikono yake. Amina. Kwa hiyo kama shetani, kama tungeweza kusoma pia katika Warumi kwamba yaliyo juu, yaliyo chini, kama mamlaka, kama nini, haya yote, Warumi sura ya 8 pale. Hakuna kitu ambacho kitaweza kuwashinda watu wa Mungu kama tunaendelea kumjia, kumwendea. Na halafu pointi ya 3 katika vitabu vyetu ni ushindi unavyopatikana. Ningependa labda kwa sasa hivi labda tu simame kidogo, labda nimkaribishe kiongozi wa ibada labda fanye labda wimbo moja au mbili, afu tuendelee.